Kabla hajavaa taji, Esta alikuwa yatima. Kabla hajasimama mbele ya mfalme, aliishi maisha ya utulivu na kunyenyekea. Katika siku za mfalme Ahasuero, ufalme wake ulijaa fahari, utajiri na mamlaka makubwa. Lakini mbali na kuta za ikulu, aliishi msichana mmoja Myahudi, jina lake Hadasa, aitwaye pia Esta. Esta alikuwa amepitia huzuni mapema. Baba yake na mama yake walikuwa wamefariki, wakimwacha peke yake katika nchi ya ugeni. Esta alichukuliwa na binamu yake Mordekai na kumlea kama binti yake mwenyewe. Akawa mlinzi wake, mwongozo wake na familia yake, na waliishi maisha ya kawaida sana, si ya kitajiri. Esta alikuwa si kwa uzuri wa nje tu, bali pia kwa uzuri wa ndani. Alijifunza unyenyekevu, utii na hekima. Alijifunza kusubiri na kumtumaini Mungu, na ndani yake kulikuwa na upole uliochanganyika na uimara, uliotokana na maumivu ya maisha, lakini uliolainishwa na upendo alioupata kwa Mordekai. Miaka hiyo ya utulivu haikujulikana na wengi, lakini ilikuwa ni maandalizi ya jambo kubwa lililokuwa mbele yake ambalo hata yeye hakulitambua. Wakati huo huo, katika jumba la kifalme, Mfalme Ahasuero alifanya karamu kubwa kuonyesha utukufu wake mbele ya wakuu na majemadari wake. Katika kilele cha sherehe, akiwa katika furaha ya divai, aliamuru Malkia Vashti aletwe ili aonyeshe uzuri wake mbele ya wageni. Lakini Vashti akakataa kuja, jambo lililomkasirisha sana mfalme. Kwa ushauri wa washauri wake, akaamuru aondolewe katika nafasi yake ya umalkia, na akatangaza kuwa nafasi hiyo itapewa mwanamke mwingine aliye bora kuliko yeye. Hivyo nafasi ya malkia ikabaki wazi, na utafutaji ukaanza kote katika ufalme. Wasichana wazuri waliokuwa mabikira wakakusanywa na kupelekwa katika jumba la kifalme huko Shushani ili waandaliwe kabla ya kuletwa mbele ya mfalme. Miongoni mwao alikuwepo Esta. Esta aliendelea kuwa mnyenyekevu, akisikiliza na kujifunza, na akafuata maagizo ya Mordekai ya kuficha utambulisho wake ili asijulikane ni Myahudi. Kila mwanamke alipitia miezi 12 ya maandalizi. Miezi 6 ya kwanza ilikuwa ya kujitakasa kwa mafuta ya manemane, na miezi 6 iliyofuata ilikuwa ya manukato na vipodozi. Lakini kwa Esta, maandalizi haya yalikuwa yanafanana na maisha aliyokwisha kuishi. Maumivu yalikuwa yamemfundisha unyenyekevu, na malezi ya Mordekai yalikuwa yamemjenga kuwa na tabia njema. Hivyo wakati wengine walijitahidi kuonekana bora, Esta alitembea kwa utulivu na hekima, na akapata kibali machoni pa Hegai, msimamizi wa wanawake. Wakati wake wa kupelekwa mbele ya mfalme ulipofika, aliruhusiwa kuchukua chochote alichotaka ili kujipamba, lakini alichagua kwa hekima na kuchukua yale tu aliyoshauriwa na Hegai. Alipofikishwa mbele ya mfalme Ahasuero, akapata kibali kuliko wanawake wote. Mfalme akampenda Esta zaidi ya wengine, na akamtia taji ya umalkia kichwani mwake. Hivyo yule aliyekuwa yatima akawa malkia, si kwa bahati bali kwa maandalizi, unyenyekevu na usikivu. Safari yake ilikuwa imejengwa hatua kwa hatua, kupitia maumivu, malezi, utii na maandalizi, mpaka alipokuwa tayari kusimama mbele ya mfalme. Na katika yote hayo, tunajifunza kuwa kabla ya kuinuliwa, Mungu huandaa mtu kimya kimya, na kwa wakati wake humuinua. Hivyo usijionyeshe mapema kabla wakati wa Mungu haujafika.